Kisha Bi Mwanaidi akasema kwa upole sana, kwa hiyo kule kupambana kwangu kuhakikisha Yusufu anamaliza elimu yake hakukuwa na msaada wote kwake, na unataka kuniambia kwamba yeye na huyu mwanamke wameanza mahusiano muda mrefu, si ndio? Haji akajifuta machozi huku akimjibu, kwa maelezo ya Yusufu mwenyewe inaonyesha kuwa wameanza muda mrefu, na ndio maana aligundua kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi siku nyingi sana, tena wakati ambao alikuwa anahangaika na masomo. Bi Mwanaidi alisikitika kwa ishara ya kutikisa kichwa, kisha akasema, nimenyanyua mikono yangu juu. Yusufu kesho akifunga ndoa na yule mwanamke, mimi asinitambue tena katika maisha yake. Sitaki hata kumuona. Haji aliweka mikono kichwani huku akisema, mimi siwezi kumtenga mdogo wangu, lakini sitoweza kukubali ndoa yake na yule mwanamke ambaye alishaharibu maisha yangu pamoja na ya kwake. Kwa hiyo nitatafuta namna yoyote ya kufanya mpaka kieleweke. Muda huo Nancy yupo sebeni pamoja na Mr. Mahaha, pia Bi Evelyn, wakiwa wanatazama TV na kupiga stori mbalimbali. Mara ilisikika oni ya gari, na hapo ndipo Nancy alipotabasamu huku akisema, Farhani huyo, naona leo ndo amechelewa sana kurudi. Evelyn akasema, Kwa kweli leo mwanangu amechelewa zaidi kurudi. Sijui ni foreni za huko barabarani. Mr. Mahaha akasema, of course itakuwa ni foreni za barabarani. Mara Tumaini akapita pale sebuleni akitokea jikoni, akafungua mlango na kutoka nje, jambo ambalo lilimfanya Nancy amtazame Tumaini kwa macho makali sana. Huku Tumaini alipotoka nje, moja kwa moja alisogea katika gari la Farhani, wakasalimiana. Kisha Farhani akauliza, vipi, mmeshindaje? Tumaini akamjibu, Si ujambo kama ulivyotuacha. Vipi, kuna mzigo wote wa kupokea? Farhani akamtazama Tumaini huku akitabasamu, kisha akamshika mikono na kuanza kumwambia, Tumaini, samahani sana kwa ile ambalo nitakwenda kukueleza hivi sasa. Sio siri, kutokana na jinsi unavyonijali pia kunihudumia, nimejikuta nikianza kukupenda. Tumaini akauliza kwa mshangao, Kaka, unasemaje? Farhani akamjibu, nakupenda Tumaini. Haraka Tumaini alitoa mikono yake katika viganja cha Farhani huku akisema, Mimi nilikuja tu kuuliza kama kuna mizigo ya kupokea, na kama hamna basi. Farhani akamjibu, lakini nimekwambia nakupenda Tumaini. Tumaini alikataa kwa ishara ya kutikisa kichwa, alafu akaondoka, ambapo mlangoni alipishana na Nancy akitoka nje. Nancy akamtazama Tumaini kwa macho makali huku akisogea kwenye gari la Farhani, na kisha akaanza kusema kwa sauti ya chini sana, Baby, karibu nyumbani. Farhani akasema, shikamoo mama.
Hapo ndipo Nancy alipokunja sura na kusema kwa ukali, Farhani, sitaki shikamo yako. Hayo mambo ya kunifanya mimi kama mama yako sipendi. Unafanyaje mambo kama hayo? Hayo mambo unatakiwa uyafanye tukiwa mbele ya mama yako na baba yako, sio sehemu tunapokuwa wawili mimi na wewe. Kama mimi ningekuwa ni mama yako, ungenipa Kabla hajamaliza kuongea, Farhani alimziba mdomo huku akimwambia, mpaka wakusikie sasa. Mi ndo maana nilitaka utoe hii mimba, sikutaka mambo kama haya yaje kutokea sasa. Nancy akasema, wewe napokuambia kwamba nakupenda haunielewi, na ndio maana nilikataa kutoa hii mimba, kwa sababu najua bila hii mimba ungeniacha. Kwanza bebi ni busu. Farhani akamjibu, sitaki Nancy. Wewe mbona? Kabla hajamaliza kuongea, Farhani alishtukia akikamatwa shati na kuvutwa, akapigwa busu mdomoni. Wakati huo kule sebuleni, Mr. Mahaha alinyanyuka kwenye kochi lake na kwenda kukaa pembeni ya Bi Evelyn, akambusu tumboni, ambapo Evelyn alishtuka na kusema kwa sauti ya chini sana, baba Farhani, tutakuta ujue. Mbona una hatari hivyo? Mi sitaki bwana. Mr. Mahaha akamjibu, asante kwa kunibebea tena kiumbe kingine ndani ya tumbo lako. Hii ni furaha kubwa sana kwangu. Evelyn alifyonya na kusema, Mahaha, sipendi ujue. Unataka mpaka Nancy agundue kwa mimi na wewe tuna kitu kinaendelea hapa katikati, na unataka mpaka siku aje kujua kwamba hii mimba ni ya... Kabla hajamaliza kuongea, Evelyn alishtukia Mr. Mahaha akimbusu mdomoni, na ndipo akanyanyuka pale haraka kurudi kwenye kochi lake. Wakati huo Evelyn akawa anamtazama Mr. Mahaha kwa macho makali ya hasira. Punde si punde mlango ulifunguliwa. Evelyn na Mr. Mahaha walijiweka sawa na kuzuga kana kwamba hakuna kilichokuwa kinaendelea kati yao. Nancy na Farhani wakaingia pale sebuleni. Moja kwa moja Nancy alimpatia bahasha Mr. Mahaha huku akimwambia, mlezi ametuletea bahasha, kasema kuna mtu kaileta na ameambiwa kupatie wewe. Mr. Mahaha alifungua ile bahasha na kuanza kuisoma. Mara akasikika akishtuka. Ikabidi Nancy aulize, mume wangu, vipi, kuna nini? Mr. Mahaha akamjibu, hii barua inahusu wito wa kutoka mahakamani. Kesho asubuhi tunatakiwa kufika pale. Kaka Jeri huyu amefungua kesi kwangu mimi na mama Farhani kuhusu madai ya kumnyima mtoto wake. Kila mmoja alishtuka kwa mshangao. Kisha Mr. Mahaha akasema, hamna namna, wala hatuna jinsi, inabidi kesho tuende pale mahakamani. Farhani akauliza, hadi mimi natakiwa kuwa huko? Evelyn akamjibu, ndiyo mwanangu, tunatakiwa kwenda wote pale. Farhani aliguna na bila kuongea chochote alielekea kwenye lifti akapandisha ghorofani. Siku ya pili asubuhi, Gerard alifika nyumbani kwa Yusufu, wakawa wanajiandaa pamoja. Ikiwa muda huo Sara na Glory wapo saluni wanapambwa, na baada ya hapo safari ikaanza kuelekea katika ofisi ya mwanasheria.
Walipofika pale wakakuta Yusufu na Gerard wameshafika, hivyo taratibu za kuwafungisha ndoa ikaanza mpaka pale zilipokamilika. Kisha Yusufu na Glory walisaini vyeti vya ndoa mbele ya mashahidi wao Sara na Gerard, na baada ya kukamilika kwa zoezi hilo ndipo wakaelekea zao bichi kupiga picha. Wakati huo Ana yupo ofisini kwake anasaini document. Mara mlango ukafunguliwa, akaingia Faraji huku akisema, Hey, nimerudi tena hapa na kilichonileta ni mali zangu tafadhali. Ana akamjibu kwa ukali sana, hivyo we Faraji, huko gerezani ndo kumekufanya ukose mpaka adabu zote? Unafika hapa badala ya kunisalimia unawaza mali tu. Faraji akamjibu, sina muda wa kupoteza tafadhali. Naomba uniambie na unikabidhi kampuni yangu. Nataka kampuni yangu na mali zangu zote zirudi kwenye himaya yangu. Mara mlango ulifunguliwa, akaingia Joseph huku akisema, Hey wife. Oh, shemeji Faraji. Kumbe upo. Faraji akamwambia shemeji yake, bora shemeji umekuja. Naomba unisikize shemeji yangu, mwambie mke wako anirudishie mali zangu. Joseph akashtuka kwa mshangao, huku Ana akamjibu kwa dharau, Hebu sikiliza we Faraji, sisi wote hapa ni ndugu, tena wa damu moja. Ninachomiliki mimi ni sawa na kuwa unamiliki wewe. Kwa hiyo rudi hapa ofisini tuendelee na kazi basi. Sina zaidi ya hapo, wala sina mali ya kukupa. Ghafla Faraji alimkamata dada yake Blouse, akamkunja huku akimvuta karibu yake, alafu akamwambia kwa msisitizo na hasira kali, Mama Peter, nahitaji mali zangu haraka. Sugar mama,